Bwana Yesu asifiwe. Hakika ni siku ya baraka, ni siku ya Jumapili iliyojaa matendo makuu ya Mungu wetu, Mungu wa baba zetu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka na Yakobo. Hakika ni siku Sabato ya Bwana, tunaitakasa Sabato ya Bwana siku ya leo. Tunakiri ukuu na mamlaka zake, huku tukijikumbusha Biblia ya takatifu katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 17. Unaona mwalimu aliwachukua wanafunzi watatu, akawapandisha kwenye mlima Faraga, mlima mrefu. Ndipo alipogeuka sura, mavazi yake yalimetameta akawa meupe kama theluji. Ndipo utukufu wa Mungu ukazuka pale Faragani mlimani. Ndipo Petro akaona utukufu ule, akasema, ni heri mwalimu mahali pa Bwana, tufanye vibanda vitatu, kimoja cha kwako, kimoja cha Elia, kimoja cha Musa. Kwa hiyo Petro alishikwa na mshangao. Ule mshangao ulimshangaza wa utukufu wa Mungu. Kwa hiyo alisema kwa sababu ya hofu aliyoiona kule mlimani. Lakini Mungu wetu ni Mungu alikuwa anawafundisha habari za ufalme, habari za ufalme wa Mungu. Alikuwa anawafundisha habari za ufalme wa Mungu, kwamba wale walikuwa wanajengwa katika imani na misingi ya Mungu, kwamba Mungu wetu ni Mungu ambao yupo, kwa sababu wale ni mitume ambao Yesu alikuwa anaweka msingi wa ujue, msingi wa ufalme wa Mungu, kwamba Mungu yupo. Ndio maana aliwachukua wanafunzi watatu, wale ambao aliowapenda yeye. Kwa hiyo Yesu kama Yesu alikuwa ni mtu ambaye alikuwa na utaratibu. Mambo ya Mungu ni mambo ya utaratibu, ni misingi ambayo aliiweka Yesu, kwamba wale wanafunzi watatu aliwaamini. Lakini aliwaambia walivyotoka mlimani, akasema, maono haya mliyoyaona msiseme mpaka mwana wa Adamu atakapotwaliwa. Kwa hiyo tunajifunza nini? Kwamba ukuu wa Mungu ukitaka uonekane kwako, lazima uwe ni mtu wa kanuni na sheria, ni mtu ambaye unampenda Mungu. Kwa sababu wakina Petro, Yohana walimpenda Mungu. Kwao waliviacha vyote, waliacha kazi za uvuvi, wakamfuata Yesu. Wakamuuliza Yesu, tumekuja kwako, je, tutapata nini? Akasema, mtapata duniani mara 100 na uzima wa milele mbinguni. Kwa hiyo na sisi tunapomwabudu Mungu, sisi ni wana wa Mungu, tumechaguliwa ili tumwabudu Mungu, kwa maana sisi hatukupenda, ila Mungu ametuchagua, kwa sababu Mungu anasema walio kwake anawajua. Mambo ya Mungu ni ya ajabu sana. Lakini unaona ukisoma hiyo Mathayo 17 mstari kuanzia wa 24, unaona walikuwa wanakwenda Kapernaumu. Unaona watozao fedha wakamuuliza Petro, je, mwalimu wenu atoi fedha? Unaona Yesu anakwenda anauliza, je, wafalme wenu huchukua fedha kwa wageni au kwa wana wao? Petro akajibu akasema, huchukua fedha kwa wageni. Ndipo mwalimu Yesu akasema, nenda baharini ukavue samaki. Yule samaki wa kwanza zukae, ukimvua, fumbua mdomo wake, utapata nusu shekeli. Ukipata nusu shekeli, ukalipe ya kwako na ya kwangu. Kwa nini alisema uende baharini? Hizo ni siri za ufalme wa Mungu, kwamba Yesu alikuwa anafundisha imani, kwamba kwa Mungu, mambo ya Mungu ni ya ajabu. Mambo ya Mungu ni imani, yani ni mambo ambayo huwezi kuyafikiri kwa kichwa kwamba inakuwa hivi kwa akili zako timamu. Ni mambo ya ajabu. Sasa inakuwaje leo samaki anatoa shekeli? Ni mambo ya ajabu. Hayo ni mambo ya Mungu wetu. Ndio maana tunasemaga Mungu wetu ni Mungu wa ishara, wa miujiza na maajabu. Mungu wetu, kwa maana ukimkiri Mungu, ukimtegemea Mungu, kwako utaishi kwa ishara, kwa maajabu, kwa miujiza, kwa maana wewe ni Mungu, wewe ni mwana wa Ibrahimu, ni mzao wa Ibrahimu. Kwa zile baraka utazirisi kwa mapenzi ya Mungu,
utazilisi kwa mkono wa Mungu, kwa maana wewe umechaguliwa, ni mwana wa Mungu, wewe ni mtu wa kutangaza sifa za Mungu duniani. Kwa hiyo Mungu atajivunia kwako, kwa maana wewe ni Mungu amekuchagua uwe chombo cha sifa zake, utangaze fahari ya Mungu duniani. Hakika mwana wa Mungu, nenda na uwezo huo, simama na neno kile unachokiamini. Yesu alisema hiyo Mathayo 17, imani, kama ukiwa na imani, Mathayo 17:20, ukiwa na imani ya chembe haradali unaweza kuhamisha milima. Kwa hiyo imani inahitajika ni imani ya chembe ya haradali, ni punje dogo sana. Imani, ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Kwa hiyo kaa katika shina la imani, kaa katika msingi wa imani, utamuona Mungu akikupigania katika maisha yako. Hakika leo ni siku ya matendo makuu ya Mungu. Leo ni siku ya Sabato ya Bwana, tunatakasa, kwa maana yeye Mungu alisema tuitakase Sabato, nasi tunakiri yale matendo ya Mungu, tunakiri ule unyenyekevu wa Mungu aliyesema tumkiri yeye, tumwabudu yeye katika roho na kweli. Nasi tunakiri hayo matendo ya Mungu tukisema hakika Mungu wetu ni Mungu wa baraka, ni Mungu wa ushindi. Hakika mwana wa Mungu, kaa katika hiyo kweli, kaa katika neno la Mungu, utamuona Mungu katika maisha yako. Hakika Mungu wangu na Mungu wa mbinguni akujaze neema ya utukufu wake. Amen.